Karibu. Wifi, karibu. Kwa ukarimu gani ulokuwa na wewe? Na kuuliza ukarimu gani ulokuwa na wewe mpaka sasa unataka kuniita wifi karibu? Una hata haya wewe, mbadhirifu mkubwa wewe. Hivi, kwa hiyo baada ya kuona kule matukio nyumbani kwangu, ndio kaamua sasa kuyabeba ukayavingilita, ukaenda kumwambia mumeo, si ndio? Sasa baada ya kwenda kumwambia, umepata faida gani? Na kitu usichokijua, ugomvi wa wanandoa, nyinyi wengine mkae pembeni. Maana mwisho wa siku sisi wenyewe penzi paja mama, tia neno usutwe. Binti una haya wewe. Yaani unashindwa hata kunishukuru, maana mimi ndo nimekuweka mjini. Wewe kitu gani kilichokufanya mambo yangu na familia yangu ukayabeba kama yalivyo, ukaenda kumfikishia mumeo? Ungekuwa ni mwanamke kweli uliokamilika na mwenye huruma na malezi, si ungeza mtoto wako wewe? Wifi kitu gani? Unashangaa nini? Wewe ni tasa. Yaani unafanya kazi ya kukaa tu kwenye nyumba ya kakaangu, kwenye nyumba yetu ya ulisi. Huna unachokifanya zaidi ya kutujazia choo tu. Sasa nisikilize. Naomba hili liweke akilini. Usingeolewa na kakaangu bila yangu mimi. Yaani saizi wewe ungekuwa unabeba beseni lako la mchicha kichwani. Nauza mchicha 200. Kwanza unishukuru tumekustiri binti. Unajishaulisha Unajishaulisha. Wewe, ndoa yangu haikuhusu. Yule mtoto hakuhusu. Kama nakuuma sana, ungeomba Mungu, yani upige goti na wewe akupe mtoto wako. Wewe inatosha sasa. Ondoka kwangu. Mbona jamani ile maajabu? Ustazi kuvaa suruali. Maana ustazi yake kanzu. Wewe nisikilize. Unanifukuza wewe kama nani? Unajizima data Kuwa hapa unapokaa ni kwenye nyumba yetu ya ulisi. Yaani hata wewe mume wako mwenyewe, nikiamua mimi hapa nishushumalie mama, unatoka winji mchana kupe. Mbuzi anakula majani. Wewe usijizime data. Unakaa hapa kwa mgongo wangu. Nyumba za kupanga zitakuhusu. Mshenzi mkubwa wewe. Najaribu kukuelewa sana mume wangu, lakini katika hili nashindwa kutia neno kabisa, maana ni ndugu yako. Hata kama mke wangu, dadangu amezidi sasa. Mateso anayomfanyia yule mtoto sio haki kabisa. Mimi ni mwanamke mwenzie, nikamvuta pembeni tuweze kuzungumza. Mume wangu, kwa kilichonikuta najuta. Yaani kikwambia najuta kweli. Yaani sijui dadangu kapata na kitu gani kama sio mama vile. Mimi nadhani tunakuelekea. Mimi naenda kumwambia mume wake. Mume wangu, huwa sasa ni umbea. Wewe nakuhusu nini pale? Ile ni ndoa ya watu wawili, acha wamalizane wenyewe. Sijui unanielewa? Lakini mke wangu, tukiacha hili jambo hivi, mtoto watu anaendelea kuteseka. Kwani mwanao? Wewe nakuhusu nini pale? Au wewe ni baba alafu mimi sijui? Au enda mamake kipindi upo hai ulijaribu kupita, si ndio? Mke wangu, na umefikia huko? Hebu tusigombane kwa mambo ya watu. Yaani wewe usijali. Mindhali umeshafika kwa mjomba wako, usijali. Kila kitu kitenda sawa. Umenielewa Yaani mjombani watu wanakula, mimi nahisi kabisa harufu. Hapo tunaambia chakula bado, wakati mimi najua kabisa chakula tayari. Mjomba mimi niuma. Pole sana. Ila usijali. Kama ishu ni kula tu, mimi nitakununulia chakula, utakula. Unapendelea kula nini? Sema, kuwa huru. Nataka Chips kuku Haya, na soda umepata? Kweli. Twende basi nikakununulie. Ukawae vya moto moto. Haya. Nilidhani mimi tu ndiye ambaye natambua matatizo yake yule binti. Kumbe hata wewe mtu unatambua? Yaani sio kutambua tu.
Yaani Bali ananiumiza kama mwanamke, lakini nakosa namna ya kuzungumza. Ukiangalia mimi pale ni wifi tu, ndio maana nikaona ni vyema nizungumze na wewe, alafu uende ukazungumze na mume wa wifi yangu, uende akakuelewa. Hapo kwa kuzungumza na yule jamaa hapo kidogo, mimi nadhani upande wangu itakuwa ni mtihani. Unajua watu wanaoshare kitanda kimoja, yani wanakutana kwenye 6 kwa 6, huaga inakuwa ni ngumu sana kumsikiliza mtu wa nje. Sawa sawa, wanashare wale, damu zinakutana, si unanielewa? Na hata mume wako nimejaribu kuongea naye, kwa hiyo bora hata mume wako naye akaongea na dada yake, wenda kamuelewa, kwa kuwa yeye ni damu yake. Mimi bado niko mbali mbali sana. Kwa hiyo cha msingi tukae, tujue, tuone namna gani tunaweza tukamsaidia yule mtoto. Okay, sawa. Nini? Sijakiona. Asante sana. Sio kwa rostili mama watoto. Baby usile kwanza. Na wewe jamani. Pole. Wewe fundi? Na sio chakula chumi wangu mpaka chumbani. Najua mke wangu, najua mahaba yako, mambo yako. Staki. Asante. Ndio unajua sana kupika mke wangu. Kweli? Chakula kitamu. Wow. Chakula kina ladha. Namshukuru sana mama mkwe kwa kunizalia mtoto mzuri kama wewe. Fundi. Wacha basi na simu. Ngoja kwanza chakula. Mungu, kula basi chakula. Mke wangu. Kabla hapa ulipita wapi? Kabla hapa ulipitia wapi? Mpenda Mungu, sijapita sehemu yoyote. Kwa hapa ndo ulikuwa unatafuta ndizi, si ndio? Hapa ndo ulikuwa unatafuta ndizi? Hivi mke wangu, nikuonyeshe upendo aina gani? Nikuonyeshe mapenzi gani ambao yatakufanya utulie na mimi? Kitu gani ambacho umekosa hapa nyumbani? Napambana kwa ajili yako. Napambana ili ule, napambana ili uvae. Haya ndo malipo yake? Mungu, mimi sijafanya chochote kibaya. Sawa ni mimi lakini Piti inajunisha kabisa Wema. Mume wangu, mimi sijafanya hivyo. Ni kwamba Wema, kuna unaumiza moyo wangu kiasi hiki jamani? Okay. Kula chakula chako. Wewe unaenda wapi? Koma. Naenda kwa mwanamume wako. Fanya maandalizi akija ya kuchukua. Na iko chakula utakula nayo. Don't touch me. Nikki, what's wrong with you? Shunda, wewe ni nyoka mwenye sumu kali. Mimi nimekuwa nyoka? Nikki, kwako wewe una maana gani kusema hivi? Hivi Shunda, wewe unakwenda kutembea na mke wangu? Nitembea na mke wako mimi? Yaani shemeji yangu? Hapana, kwa kweli. Tabia hiyo mimi ninayo. Nimeianza lini? Wapi? Hebu achana na hizo mambo. Nani anakujaza maneno wewe, rafiki yangu kipenzi? Shunda, usinifanye mimi sina akili. Naelewa kila kitu.
na ushahidi wote mimi ninao. Hivi unaniletea stori za binti kipofu, mara ananyanyaswa, mara anateswa, kumbe mbinu yako ni kwenda kutembea na mke wangu? Unanisielewi jamani? Una ushahidi gani katika hili? Shumba, ushahidi wote ninao. Uko wapi huo ushahidi? Sawa, nyie mnapendana, mimi nitakuachia ubaki naye. Miki, imekaaje Miki? Mama, nilikuwa nasema hivi, kama kunawezekana na mimi ningeenda shule kama mazoea. Napenda sana kusoma. Unasemaje wewe? Ina maana umenisumbua, umeniita hapa, nikajua kuna jambo la msingi, kumbe ni upuuzi unaniongelea, si ndio? Hivi mtoto mimi unanitafuta kitu gani? Ulishakuona wapi kipofu akasoma? Unataka kuishangaza dunia? Wewe binti wewe, nisikilize nikwambie. Kukosa macho ni sana kukosa usukani. Kwa hiyo bila macho yako hapo ni kazi bure tu. Yaani wewe hapo subiria tu kufa, umfuate marehemu mamako huko makaburini, uende mkalale wote ahera madukani. Upo? Maswala kunisumbua. Najua kuna mambo ya msingi unaniitia, alafu tena ndio unaniongelea upuuzi. Nitakufu. Mshenzi mkubwa wewe. Wewe mtoto wewe. Usifanye nikaonekana mbaya kwenye dunia nzima. Siku nikikushika vizuri. Wangu. Unamtokana mimi? Tabu, unamtokana mimi mama yako? Nimekukosea nini mimi sasa jamani? Yaani kuwa mimi kukukanya ndio imekuwa kosa? Naenda kumwambia baba yako. Mama. Vipi mke wangu? Mbona umependeza sana leo? Safari ya wapi usiojua mume wako? Mimi nipo hapa mume wangu, siendi popote. Nakupendeza kawaida yangu. Kwa sababu natunzwa. Najua. Mke wangu, mbona kama uko sawa? Shida nini? Yaani mume wangu, hao watoto wa humu ndani wananiumiza kichwa. Mazoea hayo. Yaani bora hata angekuwa mazoea, ningesema ni mtoto wangu mwenye wa kumzaa, ningemshikia bakula, ningemtandika. Lakini vituko anavyonifanyia Tabu. Jamani, Tabu ana vituko. Anaweza kukaa hapo na kikombe kipo hapo chini. Unamwambia tu kwa upendo, mwanangu kipenzi, naomba kikombe iko hapo. Mtoto anaangusha kilio, mume wangu. Au nipendi kwa sababu sina mama, kwa sababu mamangu amefariki. Lakini mimi ninavyompenda yule mtoto, anachokula mazoea ndo anachokula Tabu. Lakini maneno ya Tabu yananikatisha tamaa. Yaani Tabu hajanikubali kabisa mimi kama mama yake bado. Sema mke wangu, hawa ni watoto, na kama watoto basi tuwalee vile vile kitoto. Ila isipokuwa tu mimi nitamuita Tabu, nitakaa naye chini na nitamwelekeza kwamba wewe ni mama yake. Na swala la kumchapa pia si mwanao, unaweza ukamchapa tu kwa kumwadhibu. Na sio umwite pembeni mkiwa wenyewe. Mimi sitaki. Nataka umwite hapa, umwite mwanao, umseme, umwambie kabisa huyu ni mama yako na anakupenda. Umseme kweli aswa. Sawa, tunajenga lakini. Sawa, tutamuita. Ndio maana nakupenda mama. Basi huyo.
Tabu. Mimi nani wako? Baba yangu. Na huyu mama Mazoea ni nani wako? Mama yangu. Sasa kama mama yako, kwa nini unataka kumheshimu? Kwa nini unapenda kumkosea? Eti. Lakini baba, mimi mbona mama na wewe kelele. Na maana huyu hana akili. Eti mangu. Yaani mimi sijielewi mpaka nimsingizie. Nisikilize mwanangu. Kuwa mlemavu wa macho isiwe sababu ya kuto kufanya kazi hapa nyumbani. Wewe si mtoto wa kike. Ni lazima ufanye kazi za hapa nyumbani. Ufagie, uoshe vyombo. Hizi kazi zote zinakuhusu wewe. Kwa nini unataka kufanya? Wewe ukikaa tu mama tangu uanze kumlilia mama yako amerudi lini hapa? Naongea na wewe. Lakini baba mimi. Nyamaza. Buzi nitakupiga viboko mbwa wewe. Mangu. Usipende kunipigia mtoto wangu. Mimi mwenyewe mbona simpigagi? Mtoto apigwi na fimbo. Unamsema tu mara moja mtoto anakuelewa. Tabu mwanangu. Binti yangu kipenzi. Shika mama Shika. Shika mama. Muombe msamaha mamako. Hebu changamka. Nisamehe mama. Usijali mwanangu. Mimi nimeshakusamehe. Sawa binti yangu kipenzi. Aya, sasa tupishe kidogo na muongeze na baba. Sawa? Amka mama. Hamna kazi nyingine ya kufanya? Mwache aende akapumzike. Mazoea yuko ndani. Nenda kalale binti yangu wewe. Nyosha hapo moja kwa moja. Wapi? Bora hata nilivyokuona wifi. Wifi kitu gani? Samani wifi. Kwa kweli mimi na matatizo na mume wangu. Sasa changamoto wewe na mume wako. Mimi hapo nahusika vipi? Hapana wifi. Naye pia unaweza ukanisaidia kwa sababu hiki kitu sina mtu mwingine wa kumfuata zaidi yako. Mimi kwa kweli nina matatizo na kaka yako. Tumegombana sababu ukiangalia kuna picha aliweza kutumiwa na mimi nikiwa na shemeji yangu ambaye ni rafiki yake, lakini hamna ukweli wowote. Kwa basi wifi, nakuomba naomba zungumza na mdogo wako basi. Sasa wewe kwenye huo umalaya wako mimi nahusika vipi? Wifi, si uliamua mwenyewe kufanya umalaya? Sasa leo yamekushinda ndio unaamua kurudisha virago kwangu, si ndio? Nisikilize, masuala ya ndoa yako mimi hayanihusu. Pambana na ndoa yako. Na nilikwambia we, hapa utarudi tu. Leo kwenye shida ndo wifi, nimegombana na mume wangu. Vipi jeuli zako leo hazipo? Nisikilize vizuri. Usije kunifuata kwa ajili ya mambo yako ya kipumbavu. Na tena kama kunisumbua, nenda kaongea na mumeo yaishe. Yasipoisha, beba virago, nenda kwenu. Umeolewa na mmoja, au hujaolewa na 11. Binti, pumu. Tena ukapumulie chooni. Shenzi mkubwa wewe. Mwanangu wewe kiboko. Yaani umejua kunifurahisha. Kweli wewe damu yangu mama. Mama ninakupa nyota. Pokea. Alafu mama, kama unavyonijua mwanao kwa mambo hayo, sina gabaya. Kwanza ilikuwaje mpaka ukapata zile picha mwanangu? Au ni AI? Mama, walikuwa sio hata AI. Kumbe wale walikuwa tu na mazungumzo yao. Sijui ni mazungumzo gani walichokosea wale pale walivyokuwa wanashikana.
nikasema chance ndio hiyo hiyo. Mwanangu umejua kunikosha katika siku ambazo umenifurahisha, yani umenifurahisha. We damu yangu, yani sijabambikiziwa leba. We wangu, yani Lakini kulikuwa hakuna umuhimu wa kutuma hizo picha. Kama walivyosema, walikuwa katika mambo yao tu ya kawaida. Kwa nini sasa utume picha tatanishi kama hizo? Mazoea mdogo wangu, ulichokifanya sio kizuri. Wewe kwanza kilichokufanyika kutoka huko ndani kuja hapa ni nini? We Kibaraka Shume, unaongea we kama nani? Na ndio maana Mungu kakunyima macho, kakupa upofu, kakupa masikio sasa yamechochima checheme kama antena kwa ajili ya kusikiliza umbea, si ndio? Mambo yasiyokuhusu yasikushuhurishe. Mbona unapenda kufuatilia sana familia yangu we? Au unamtaka kaka yangu? Unamtaka wewe? Kwa sasa unataka kuonekana mwema, wao warudi wawe kwenye mahusiano yao vizuri, wewe usipate ile chance sasa ya kujipeleka. Binti, punguza umalaya, utakufa vibaya kama ile mama yako mbwa wewe. Na tena siku nyingine ukirudia nitakuja tena mimi sitaki.